Uchambuzi wa maandamano ya Desemba 9. Kwa nini yalifeli? Utangulizi. Karibu sana kwenye channel yako ya Garem Nexus, sehemu ambapo tunachambua mambo kwa undani, kwa ukweli na kwa mtazamo usiobeba upendeleo. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Hapa hatukimbili views, hatukimbili kutrendi, tunakimbilia ukweli. Na kama unapenda content za uchambuzi, elimu na motivation, basi usisubiri. Bonyeza subscribe, gonga alama ya kengele, na zaidi ya yote, comment. Maoni yako yana nguvu kubwa kuliko unavyofikiri. Yanatusaidia kujenga jamii inayoelewa, inayowaza kwa kina, na inayochambua mambo kwa msimamo. Kama umeshabonyeza subscribe, basi leo umefanya kitu kizuri sana, kwa sababu video ya leo ni moja ya video nzito kuliko zote. Tunachambua jambo ambalo limezungumzwa sana mitandaoni, limezua hisia machanganyiko, limepotoshwa na pia limeaibisha baadhi ya watu, lakini pia limetufundisha mambo muhimu sana kuhusu nchi yetu, nafasi ya vijana na namna mwamko wa kijamii unavyofanya kazi. Leo tunachambua kwa nini maandamano ya Desemba yalifeli, na sio uchambuzi wa juu juu, hapana. Ni uchambuzi wa kina, wenye ushahidi, wenye mifano, wenye historia na wenye somo. Desemba 9 ilikuwa imepangwa kama siku ya maandamano makubwa ambayo yanadaiwa yalipigiwa debe mitandaoni na baadhi ya watu waliokuwa na malalamiko juu ya masuala ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Mitandao ilijaa sauti nyingi, wengine wakiunga mkono, wengine wakikosoa, wengine wakiwa hawajui chanzo, na wengine wakichukulia kama mzaha. Lakini ukweli ni kwamba maandamano haya yalionyesha tofauti kubwa kati ya kutoa wito mitandaoni na kutekeleza kitendo halisi barabarani. Sababu kuu zilizofanya yafelia: hakukuwa na muundo wa uongozi wa maandamano, hakukuwa na kiongozi mkuu, kikundi rasmi, msemaji, wala agenda iliyoandikwa rasmi. Maandamano hayafanikiwi kwa kila mtu ajitokeze. Dunia nzima, maandamano makubwa yanahitaji kamati, maandalizi, mikakati, rasilimali, mawasiliano ya kati na mwongozo. Hapa Tanzania kilichotokea ni kile wanasaikolojia wanakiita decentralized calling. Ni wito unaotoka kila upande bila muundo. Hii ilifanya watu wengi kuhisi hofu na kutokujiamini. Hofu, propaganda na taarifa zisizo rasmi. Kabla ya tarehe 9 kulikuwa na propaganda, vitisho vya mitandaoni, taarifa mseto, video zisizo na chanzo na ujumbe wa WhatsApp unaochanganya. Kwa Mtanzania wa kawaida, kutokuwa na uhakika saa kutotoka nje. Watu walijiuliza, nikienda nani atanilinda? Nikikamatwa nani atanisaidia? Je, maandamano ni halali? Agenda ni ipi haswa? Na pale ambapo kuna hofu, hakuna turnout. Maandamano yalisukumwa sana mtandaoni kuliko uhalisia barabarani. Ni tatizo la dunia nzima. Mitandao unaweza kuona kelele kubwa, ground iko kimya. Inaitwa digital illusion of majority. Watu wachache wanaoandika kwa sauti kubwa hutoa picha kwamba wengi wanaunga mkono, kumbe si kweli. Kwenye ground hakukuwa na alama, hakukuwa na mikusanyiko, hakukuwa na taarifa rasmi. Maisha ya Watanzania ni ya vitendo sana, practical life. Watanzania wengi wanadhani, nikienda kwenye maandamano itanisaidia nini leo? Nitarudi na chakula na pesa na usalama. Hii cognitive shift ilifanya watu wengi kuchagua kushughulika na maisha badala ya maandamano. Serikali ilikuwa tayari, jamii ilikuwa kimya. Serikali ilionyesha utulivu, ikatoa kauli za tahadhari na ikaweka mifumo ya ulinzi, lakini pia haikupiga kelele, haikutishia, haikuruhusu taharuki. Kwa upande wa wananchi, ukimya ulikuwa mkubwa kuliko misisimko ya mtandaoni. Hii ilitengeneza mazingira yasiyo na spark. Agenda haikuwa moja. Watu mitandaoni walikuwa na mada tofauti, maoni tofauti, lengo tofauti. Hakukuwa na ujumbe mmoja unaotawala. Katika maandamano yoyote, lazima kuwe na agenda moja inayounganisha watu. Hapa agenda ilikuwa kama mawingu yanayokuja na kuondoka. Psychology ya nobody wants to be the first person. Katika maandamano yasiyo na uongozi, kila mtu anasubiri aone nani ataenda kwanza, na hakuna anayeenda. Hii ni kanuni inayoitwa social risk aversion. Athari za kufeli kwa maandamano. 1. Uhalisia wa mwamko wa vijana umeonekana. Simulizi la vijana wameamka liliwekwa kwenye mizani. Wengi wako macho mitandaoni, si barabarani. 2. Umuhimu wa maandalizi umeonekana.
Tukio hili limefunza kwamba kelele haifai, maandamano hashtags haifai, vingi trending haifai, turnout. Tatu, Tanzania imeonyesha utulivu, hitimisho hakukuwa na vurugu, hakuna kuvunjika kwa amani. Hii pekee yake ni ishara ya nguvu ya utulivu wa nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, hoja ya kwamba maandamano yalifeli sio tu maneno ya mitandaoni, ni uhalisia uliotokana na kukosekana kwa muundo, hofu, muda usiofaa, propaganda na ukosefu wa agenda moja. Lakini pia tukio hili limetuonyesha kitu kingine: Watanzania wanapenda amani kuliko fujo. Hili identity ya taifa letu. Kabla hujaondoka, kama umefika hapa, wewe ni mtu wa tofauti, bonyeza like, share video hii na acha comment yako